Sungura na Fisi, kisasi cha asali, sehemu ya 3. Karibu tena msikilizaji wangu mpenzi kwenye Tunu za Kiswahili, mahali ambapo hadithi huishi na hekima huamka. Kama hujasubscribe, bofya hapo chini, maana safari hii ya Sungura na Fisi inakupeleka mbali zaidi msituni, kwenye kivuli cha kisasi kipya kilichofichwa nyuma ya tabasamu. Karibu tusimulie pamoja. Jua lilikuwa linazama nyuma ya vilima vya msitu wa Mufindi, likitupa miale ya dhahabu juu ya majani yaliyokuwa yamechoka kwa joto na mchana. Sungura alikuwa amekaa kwenye jiwe akitazama mbali, huku akipumua kwa utulivu. Upande wa pili, Fisi alikuwa amelala chini ya kivuli cha mti mkubwa wa mkuyu, mwili wake ukiwa umevimba kidogo kutokana na kuumwa na nyuki, lakini uso wake haukuonesha chuki. Kwa macho ya nje ilionekana kana kwamba amani imerejea kati yao. Lakini ndani ya moyo wa Fisi kulikuwa na moto wa kisasi ambao haukuwa umepoa hata kwa tone moja. "Ehe Sungura rafiki," alianza kwa sauti ya upole isiyo ya kawaida. "Asante kwa kunifungua, hata kama tulipishana, sasa najua wewe ni rafiki wa kweli." Sungura alitabasamu, macho yake yakiangaza kwa ujanja wa kawaida. "Ndiyo Fisi," alisema kwa upole. "Maisha haya ni mafupi. Kisasi hakileti amani, bali huzuni tu." Fisi akacheka kidogo. "Umeongea kama mzee wa hekima, lakini kumbuka, hata nyoka akijificha, sumu yake haipotei." Sungura alimtazama kwa muda, akihisi maneno hayo yana maana nzito. Lakini akapuuzia, akainuka na kusema, "Njoo kesho tuende shambani, nikakutengenezee chakula. Tumalize tofauti zetu kabisa." "Kesho nitakuwa hapo," alisema Fisi, macho yake yakimeta kwa tamaa. Lakini moyoni alijiambia, kesho ndio mwisho wa sungura huyu. Usiku ulipoingia, upepo wa baridi ulipiga taratibu majani ya msitu. Nyota ziliangaza juu na milio ya viura ilijaa kila kona. Fisi hakulala. Alikaa nyuma ya pango lake dogo akipanga mpango wake wa kisasi kipya. Alichukua majani makavu, vipande vya mianzi na magome ya miti. Akavichanganya akitengeneza kitu kilichofanana na kapu dogo. Lakini ndani yake akaficha kipande cha nyama kilichopakwa sumu aliyoitoa kwenye mizizi ya mti wa kibwagizo, mmea wenye harufu kali ambao hata wanyama wakuu walihofia. "Kesho," alijiambia kwa sauti ya chini, "Sungura atakula tamu, lakini mwisho wake utakuwa mchungu kuliko asali yenye nyuki hai." Kesho yake kulikucha vizuri. Sauti za ndege, upepo wa asubuhi na mwanga wa jua ziliwasha maisha mapya msituni. Sungura aliamka mapema, akapika uji wa mtama, akatengeneza chakula cha marafiki wawili. Hakujua kwamba anajiandaa kukaribisha hatari. Wakati huo huo, Fisi alikuwa njiani akija. Aliweka kapu lake la hila ndani ya kichaka karibu na nyumba ya Sungura, kisha akaingia akijifanya mnyenyekevu. "Karibu sana rafiki yangu," Sungura alipiga kelele kwa furaha. "Nilidhani hutafika." "Nawezaje kukosa? Hata kama jana niliteseka, rafiki halisi hawezi kuacha mwenzake," alisema Fisi kwa sauti tamu, lakini macho yake yalikuwa yakichungulia lile kapu lenye sumu. Walikaa wakila, wakicheka, wakiongea hadithi za zamani. Sungura hakuwa na mashaka yoyote. Lakini wakati wa chakula cha jioni ulipofika, Fisi akasema, "Sungura, nilikuja na zawadi ndogo. Kuna kipande cha nyama nilikiona porini, nikakileta tukiongeze hapa." Sungura akafurahi, "Wewe kweli umebadilika Fisi." Lakini kabla hajachukua kipande hicho, ndege mmoja mdogo, Bulbul,
akatua karibu na meza yao akapiga kelele, "Usile, usile!" Sungura akashtuka, akamtazama yule ndege, kisha akamtazama fisi. Macho yake yalijificha nyuma ya tabasamu la bandia. "Kwa nini ndege anasema hivyo?" Sungura akauliza kwa sauti ya tahadhari. Fisi akajibu, "Huyo ndege ana wivu. Anajua leo tutakula vizuri." Lakini sungura kwa ujanja wake wa asili alihisi kitu si cha kawaida, akaamua kutumia ujanja wake. "Fisi, mimi leo siwezi kula nyama mpaka kwanza niwaalike wageni wengine. Msitu huu sasa ni wa amani. Twende tukawachukue mbweha, kima na paka, wote wale nasi pamoja." Fisi alijaribu kupinga, lakini sungura akasisitiza. Akaona ni bora afuate. Hakuweza kumshuku sungura waziwazi kwa hofu ya kuonekana kama mwenye dhamira mbaya. Waliondoka wote kwenda kuwatafuta marafiki wengine. Sungura akiwa mbele, fisi nyuma yake, akibeba kapu lake la sumu. Walipofika mbali kidogo, sungura akaanza mazungumzo. "Fisi, hivi kweli ulisamehe yale ya jana?" "Ndiyo, nilisamehe kabisa," akijibu kwa sauti ya jasiri. Sungura akacheka taratibu. "Ni vizuri, maana mimi singependa ujanja ule urudi tena." Wakaendelea hadi wakafika kwenye mto mdogo. Sungura akasema, "Ngoja tupumzike kwanza, ninataka kuchota maji kidogo." Lakini badala ya kuchota maji, aliweka mkoba wa fisi mbali kidogo, akijifanya amesahau. Kisha wakaendelea safari yao. Walikaribisha marafiki wengine, mbweha, kima na paka. Wote walifurahi kuungana tena. Lakini sungura alijua kitu ambacho wengine hawakijui. Ndege yule mdogo alikuwa amemwambia kwa siri kwamba fisi ana njama. Waliporudi nyumbani, chakula kiliandaliwa. Wote waliketi. Fisi alingoja kwa hamu sungura achukue kipande cha nyama alichokiweka sumu. Lakini sungura, akiwa mjanja, alifanya ujanja wa haraka. "Kwa kuwa leo ni siku ya amani, tuanze kwa kumheshimu fisi, maana ndiye mwenye zawadi hii." Fisi akafurahia, akainama kidogo kwa heshima na akasema, "Asanti sana sungura, kwa kweli leo tumefuta chuki zote." Sungura akamjibu, "Ndiyo, na kwa heshima hiyo, basi wewe ndiye uanze kula kipande hicho cha kwanza." Fisi alishtuka kwa ndani, lakini alijua akigoma atashukiwa. Akasema kwa kucheka, "Sawa, mimi siogopi, hii nyama ni tamu." Akaweka kipande mdomoni, lakini kabla hajameza sungura akasema, "Ngoja kwanza, sauti yako imebadilika, kula polepole tusije tukakosa rafiki tena." Fisi akajifanya anameza, lakini aliweka kipande pembeni taratibu. Sungura alikuwa amemwangalia kwa jicho la siri, akatabasamu. Kisha akapiga makofi mara mbili. Ndege yule mdogo akaruka, akachukua kipande kile cha nyama, akapaa nacho juu na kukiachia juu ya jiwe kubwa. Ndipo kilipoanza kutoa moshi mweusi. Wote walirudi nyuma kwa hofu. Sungura akasema kwa sauti kali, "Fisi, umefika tena na ujanja wako wa sumu." Fisi alijaribu kuzungumza, lakini wanyama wengine walikuwa wamemzunguka tayari. Kima akasema, "Huyu hana amani, anatufaa kwa adhabu." Mbweha akasema, "Asali ilimfundisha, hakujifunza, sasa sumu imemkamatia." Fisi alianza kujitetea, "Sikujua, nilichanganya tu mizizi ya dawa." Lakini sungura akamkaribia, uso wake umejaa ukimya mzito. Fisi alisema kwa sauti ndogo lakini nzito, "Fisi, ulijaribu kuniua baada ya kukusaidia. Ulijaribu kutumia sumu baada ya kuona hasira zako hazikuleta faida. Sasa nisamehe au nikuachie majaliwa?" Wanyama wote walikaa kimya. Upepo ulipuliza majani taratibu. Fisi alinyamaza, machozi yakamtoka. "Samahani sungura," alisema kwa unyonge. "Nilipotea, nilidhani kisasi kitaleta faraja, kumbe kimenizidisha mateso." Sungura akapumua kwa nguvu, akainua kichwa akasema, "Msamaha ni nguvu, lakini ujanja usirudie." Wanyama wote wakashangilia. Lakini wakati sungura akimpa mkono wa amani, macho ya fisi yalionyesha kitu tofauti. Kitu cha giza kilichojificha ndani yake, kitu kilichoashiria kwamba mchezo haujawisha. Alitabasamu taratibu akasema, "Asante rafiki yangu, lakini kumbuka dunia hii ina mizunguko." Sungura ajijibu, alihisi kitu kisicho cha kawaida. Na pale hadithi ilipoishia, upepo mkali ulivuma ghafla ukipuliza vumbi lililofunika uso wake fisi.
na alipotoka ndani ya wingu hilo la vumbi hakuonekana tena. Wanyama walitazamana kwa hofu. Sungura akasema kwa sauti ndogo, msitu huu bado una siri nyingi na huenda fisi hajamaliza mchezo wake. Ukimya ukatawala, na mbali msituni sauti ya kicheko cha fisi ikasikika. Kicheko cha mbali kilichokuwa kinavuma na kupotea katika upepo wa usiku. Hivyo ndivyo usiku ulivyotawala msitu mzima, lakini nyuma ya ukimya huo, macho ya fisi yalikuwa yakiwaka kama moto gizani. Sungura alilala kwa amani, akidhani amemshinda adui yake. Kumbe bado vita halisi haijaanza. Nani atashinda safari hii? Je, fisi atatimiza kisasi chake au sungura ataendelea kutoroka kwa ujanja wake wa ajabu? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hili lenye msisimko, Sungura na Fisi, Damu ya Usiku. Ikiwa umefurahia hadithi hii, bonyeza kitufe cha subscribe, piga kengele na uendelee kutazama hadithi nyingine za kusisimua zenye mafunzo kutoka kwa Tunu za Kiswahili. Karibu tena kwenye Sauti ya Asili, karibu Tunu za Kiswahili.